Watu wengi wanajiuliza, huyu Yesu ni Mungu au mwanadamu? Inafika mahali watu wanatafakari mpaka inaleta kuchanganyikiwa na akili zao zinachoka. Lakini ngoja nikwambie ya kwamba Mungu haeleweki kwa akili, na kama ukitaka kumwelewa Mungu kwa akili inaleta kuchanganyikiwa, inaleta kuvurugwa, kwa sababu hakuna jambo lolote lililokuwa gumu mbele ya Mungu. Yaani mambo yote kwa mwanadamu yaliokuwa nje ya uwezo wake, yote yapo ndani ya uwezo wa Mungu. Sasa kama kila jambo lipo ndani ya uwezo wa Mungu, ni jukumu lako kuvusha akili yako kwenda kwenye viwango vya Mungu, lakini sio kumtoa Mungu kumleta kwenye viwango vya akili yako. Inaleta kuchanganyikiwa. Ndio maana nakwambia hivi, hakuna jambo lote linaloweza kumshinda Mungu. Ndio maana Mungu anaweza kutokea Kenya akavaa nguo nyeusi, Mungu anaweza kutokea Tanzania akavaa nguo nyekundu, Mungu anaweza kutokea Uganda akiwa amevaa nguo nyeupe, Mungu anaweza kutokea Zimbabwe akiwa amevaa nguo ya blue, na kwa dakika hiyo hiyo bado akawa ni Mungu, kwa sababu hakuna linalomshinda Mungu, maana vyote vipo ndani ya uwezo wa Mungu, ila vitu vingi vikubwa vipo nje ya uwezo wetu. Kwa kama tukitaka kumshusha Mungu kwenye akili yetu inaleta kuchanganyikiwa. Ndio maana ukitaka kuamini kwamba Mungu anaweza kuvaa mwili na kuja duniani kuongea na watu wake, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 18 utaona Mungu amemtokea baba yetu Ibrahimu, ambapo alipomtokea baba yetu Ibrahimu, ambapo Mungu na malaika wawili walipokuwa wanaenda kuiangamiza Sodoma na Gomora kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya uzinzi, kufanya madhambi kinyume na maumbile, kutenda maovu, mauchafuzi, Mungu akataka kwenda kuifuta. Kwa Mungu ilibidi apitie kwa Ibrahimu. Alipopitia kwa Ibrahimu, Mungu akiwa amevaa mwili akambariki Sara ya kwamba majira kama haya mwakani Sara atapata mtoto. Ni Mungu huyo. Sasa Mungu kuna kitu gani kinachoweza kumshinda? Ndio maana Mungu ilibidi avae mwili kupitia Yesu Kristo ili kuja kuokoa watu wake na dhambi zao. Kwa sababu Mungu, Adamu na Hawa kipindi walipokuwepo duniani, walipokuwa hawajatenda dhambi, walikuwa na fursa ya kuonana na Mungu uso kwa uso. Lakini walipokuja wakatenda dhambi, ule mpaka wao kuonana na Mungu uso kwa uso ukao umeondoka, na hata hiyo fursa tumeikosa hata leo hii. Kwa hiyo Mungu angekuwa amekuja mwenyewe na mwili wa kiroho ili aje duniani kuambia muokoke, tafsiri yake kila mwanadamu angekufa. Kwa sababu Biblia inasema kabisa pale Mungu alipokuwa anamwambia Musa, hakuna mwanadamu atakayemwona Mungu akaishi. Sasa kama hakuna mtu atakayemwona Mungu akaishi kwa mwili wa kiroho, maana yake sasa Mungu ilimbidi avae mwili ili kupitia huo mwili aje kuwakomboa watu wake. Kwa sababu angekuja na mwili wa kiroho, maana yake wanadamu wote tungekuwa tumekufa. Kwa sababu lengo la Mungu sio kuua watu. Ilikuwa lengo la Mungu ni kuwarudisha watu kwenye uhusiano na yeye baada ya Adamu na Hawa kutenda dhambi. Sasa watu wengi wanataka kumtafakari Mungu kwa akili, wanataka kumtafakari Mungu kwa kupitia ufahamu wao, inaleta kuchanganyikiwa. Lakini ngoja nikwambie mtu wa Mungu kwamba Yesu ni Mungu, lakini Mungu ilimbidi avae mwili wa kimwanadamu. Ndio maana Yesu hana baba. Ninaona Mungu mwenyewe alijiumbisha tumboni mwa Mariamu ili kuja kutoka tumboni ili aweze kuwaonyesha wanadamu ni njia gani ya kupita ili kuishinda dhambi na kumshinda shetani. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza mstari wa 18 kuanzia pale, inasema pale hichi ndio kisa cha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mariamu mama alionekana na mimba kwa uwezo wa Mtakatifu. Kwa vile Yusufu alivyokuwa mtu wa haki asitaki kumwaibisha, ikamwazimu amwache kwa siri. Alipofikiri kuwaza hivyo, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Yusufu, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Atazaa mwana, naye jina lake utamwita Yesu, maana amekuja kuokoa watu wake na dhambi zao. Sio watu wa Mungu, amesema amekuja kuokoa watu wake na dhambi zao. Kwa kumbe Mungu ilimbidi avae mwili ili kuja kuokoa watu wake. Ndio maana kwenye Agano la Kale watu walikuwa wanaendelea kutenda dhambi, na Biblia inakuwa inasema kabisa, Agano la Kale Torati ilikuwa inasema usifanye hivi, ukifanya hivi adhabu yake hii. Lakini bado watu walikuwa wanafanya. Kwa sababu gani? Mwili ulikuwa una nguvu kuliko Torati. Lakini Yesu Kristo kuja akawa amekuja kutuonyesha njia ya matendo, neema ya Yesu Kristo ambayo imekuja kutuonyesha njia ya kushinda dhambi, ili kupitia kumfuata Yesu Kristo tunashinda dhambi. Kwa Mungu ilibidi avae mwili ili kuja kuokoa watu wake. Kwa mtu wa Mungu, ili uweze kuelewa, inakutaji wewe umpate Roho Mtakatifu ili Roho Mtakatifu aweze kukufunulia. Lakini kama utataka kumchambua Mungu kwa akili italeta kuchanganyikiwa. Mtu wa Mungu, mpe nafasi Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Mungu aliye hai ambaye amekuja duniani ili kumrudisha mtu na Mungu wake kwenye uhusiano wao mmoja. Kwa ni jukumu lako kumfuata Yesu ili kumpata Mungu. Kama hutamfuata Yesu hautampata Mungu. Yaani Mungu ni Yesu, Yesu ni Mungu. Kwa hiyo huwezi kuwatenganisha hawa watu wawili. Kwa hiyo inabidi Mungu avae mwili ili kuja kumrudisha mtu wake kwenye uhusiano na yeye. Ni lazima tumwamini Yesu ili tumwamini Mungu. Kama tutamwamini Mungu atumwamini Yesu, hakuna chochote tunachokifanya, tunapoteza muda. Ndio maana watu wote wale mkataa Yesu imekuwa kwao ni ngumu kushinda dhambi. Wanakuwa ni watu wa kutenda dhambi kwa makusudi na kuendelea kwenye maovu, wanashindwa kushinda dhambi kwa sababu wamemkataa Yesu. Kwa sababu Yesu ni Mungu, ambapo Mungu alibidi avae mwili ili kumrudisha mtu wake kwenye uhusiano wake. Kama utamkataa Yesu, ndugu yangu, itakuwa ni ngumu kushinda dhambi. Kwa sababu Yesu ni Mungu aliyevaa mwili ili kuja kuokoa watu wake na dhambi zao. Kwa sababu Biblia inasema hivi, hakuna mtu atakayemwona Mungu akaishi. Kwa maana mwili wa Mungu wa kiroho, ambapo Adamu na Hawa kabla hawajatenda dhambi ndio walikuwa wanaonana na Mungu uso kwa uso na mwili wa Mungu wa kiroho. Sasa walipotenda dhambi wakawa wameondoka kwenye hiyo fursa. Walipoondoka kwenye hiyo fursa, Mungu akataka sasa kuwarudisha watu wake kwenye uhusiano na yeye. Alipotaka kuwarudisha watu wake kwenye uhusiano na yeye, akaona sasa nikienda kwa uso wangu
wa kiroho, wao tu nitawaua, kwa sababu hakuna mtu atakayeniona mimi akaishi. Kwa sasa ni lazima niuvae mwili wa kimwanadamu, ili kupitia mwili wa kimwanadamu nipate kuwaokoa na kuwarudisha kwenye uhusiano wao na mimi. Kwa watu wa Mungu, mkubali Yesu aingie kwenye maisha yako, na Yesu ukimkubali utakuwa na agano jipya, na utakuwa na neema, na utapata kibali cha kumwona Mungu katika matendo, katika maisha, katika maombi. Msikilize Yesu Kristo, tii maagizo yake. Ukisha tii utapata neema ya wokovu, na Mungu atakubariki, utarudi kwenye uhusiano wako na Mungu, na hata siku ya mwisho utakuja kupata taji kwa kazi njema utakayokuwa umeifanya, kwa sababu ya kumjua Yesu Kristo na ukamzalia Mungu matunda. Na Mungu akubariki sana.